Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo mtu wa Mungu, ningependa utafakari ama kuzungumza juu ya wale watu ambao wanaotoa msaada kwa mtu au wanaotoa msaada kwa kikundi au kwa watu. Hawa watu mara nyingi huwa wanahitaji sana kunyenyekewa, wanahitaji sana kuwa wanafatwafatwa. Mtu unakuta kamsaidia mtu fulani, lakini atataka huyo mtu awe anamfuata kila siku. Kumbe katika ulimwengu wa roho sio kitu kizuri. Mungu hapendi hicho kitu. Hivi kama Yesu alivyokuwa akifanya miujiza, anawaponya watu, anawasaidia watu, kwa nini watu waliamua kuwaacha? Alikuwa anawakataa wasiweze kumfata, wasiweze kumnyenyekea, bali wazidi kwenda kutangaza kile ambacho walichokipata. Ukisoma kitabu cha Luka 8 mstari wa 38, Yesu alivyoenda katika nchi ya Wagarasi akakutana na yule jamaa mwenye mapepo. Baada ya kumtoa yale mapepo, yule mtu alitaka ambatane naye, lakini Yesu alimwambia no, rudi nyumbani, kawaambie ndugu zako juu ya miujiza hii ambayo iliyotokea. Lakini watu siku hizi wanahitaji kunyenyekewa. Je, Yesu angekuwa hivyo ingekuwa vipi? Kwa hiyo mtu wa Mungu, nakusihi sana, lolote ambao unaokuwa unalifanya au chochote kile ambacho unachokifanya, fanye kwa mapenzi ya Mungu, alafu sifa na utukufu mrudishie Mungu, sio wewe ukae na hizo sifa au ukae na huo utukufu, maana wao utendi kama wewe, bali Mungu ndo kakuongoza kutenda vile. Na vile unavyokuwa unatenda katika ile haki, sifa zako zinakuwa, sifa zako zinaongezeka na heshima yako inazidi kukua. Mtu wa Mungu, nakusihi sana mtu wa Mungu, usiwe na roho hiyo, maana haina utukufu kwa Mungu. Shalom, shalom.